His founder just sold his company for $975 million and admitted it didn't solve his depression, it actually made it worse. That is what really happened to Vinay Hiremath after Atlassian bought Loom. He spent 8 years building a platform that changed how 25 million people communicate. But once the deal closed, he realized his entire identity was tied to the constant work. He wrote a raw essay admitting that being rich did not solve his depression or lack of purpose. It is a rare look behind the polished public relations of Silicon Valley. The lesson here is that money provides freedom. Work. Okay guys, how are you? Kwa hiyo hapa nilikuwa nataka nionyeshe kuhusiana na huyu jamaa ambaye ni tunaita nani? Alikuwa ni founder wa Loom. Unaona? Founder wa Loom. Kwa nini hapa nazungumza kuhusiana na hii habari? Kwa wale watu ambao hawajui ni kwamba katika maisha ambayo tunaishi kuna taarifa nyingi sana za uongo. Kuna watu wao wanatoa taarifa nyingi sana za uongo. Kwa hiyo nimetoa hii kwa ajili ya watu waweze kuelewa kitu gani ambacho kinaendelea. Taarifa za uongo zinaweza zikaa katika mfumo wa motivation. Motivation maana yake nini? Ni kama propaganda fulani hivi. Mtu anaweza kukuambia unatakiwa labda ule maandazi au mayai kila siku ili uweze kupungua uzito au ili uweze kuongezeka uzito au ili uweze kufanya, yani propaganda fulani hivyo, ukaiamini, ukahisi kile kitu ambacho kinaongelewa ni ukweli, lakini kiuhalisia sio ukweli. Sawa? Nasema hivyo nikiwa na maana yangu. Maana yangu ni nini? Katika story ya huyu jamaa, kitu ambacho kipo na kimejitokeza ni nini? Kwamba huyu mchizi yeye alikuwa ni founder wa Loom. Sawa? Hii hapa kampuni hii ni kwa wale watu ambao wapo katika mambo ya mtandaoni wanajua Loom ni kama Zoom meeting vile. Lakini una uwezo wa kurekodi, mnaweza mkafanya conversation, ukamtumia mtu video zako na nini hivyo yani. Sasa kitu kilichokuja kutokea ni kwamba huyu jamaa yeye akaamua ameitengeneza kampuni yake kwa zaidi ya miaka 10, akaamua iuze. Pewa ofa kubwa sana ya dola milioni 900 karibia na 73. Kwa hiyo dola milioni 973 hapo tunazungumzia almost karibia bilioni. Unaona? Karibia bilioni. Sina uhakika kama alichukua yote asilimia zote au kuna hela nyingine tunazungumza nini? Hela nyingine labda kulikuwa na mainvestor ambao walikuja kugawana. Hiyo ni part nyingine. Lakini nilichozungumza ni hii hali ya huyu jamaa kufanya nini? Kutoweza kufanikiwa kwenye yani kukosa dhumuni la maisha. Kama hapa jamaa anavyosema kwamba alikosa dhumuni la maisha. Jamaa mwenyewe ni huyu hapa. Alikosa dhumuni la maisha. Sababu kubwa kukosa dhumuni la maisha kwa sababu gani? Yeye alikuwa ameuza ile kampuni yake, akawa hana kitu cha kufanya. Kwa wale watu ambao hawajui, hiki kitu mimi nimekizungumzia mara nyingi sana. Yaani nimezungumza mara nyingi sana. Na hii concept mimi niliitoa kipindi ambapo nilikuja kugundua kwamba katika maisha ya kawaida kuna utofauti, nisikiliza vizuri, kuna utofauti kati ya dhumuni la maisha na passion. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Watu wanachanganya hapa. Mtu mwingine anakuambia fanya kazi ambayo unaipenda, ambayo tunazungumza kama passion. Yaani fanya kile kitu ambacho unakipenda. No. Una uwezo wa kufanya kitu unachokipenda then baadaye ukawa bored. Mimi huwa nasema hapana. Fanya kitu kinachotengeneza fedha kwanza and then uje kufanya kitu unachokipenda. Kwa sababu una uwezo wa kufanya kitu ambacho unakipenda lakini kisikuingizie kipato. Sawa? And then vile kuna watu walifanya vitu wanavyovipenda. Kwa mfano tunachukulia mfano, walifanya vitu wanavyovipenda, baadaye wakaviacha vile vitu kwa sababu ilikuwa sio dhumuni la maisha yao. Maisha lazima yawe na purpose. Ni sasa sana program tu. Program iko kwenye kompyuta, iko kwenye sehemu yoyote, lazima iwe na purpose, lazima iwe na dhumuni. Hiyo program ikikosa dhumuni, kinachotokea hiyo program lazima iwe deleted. Na hisi tunaelewana kwenye hiyo. Hata sisi binadamu tupo hivyo. Sasa hii concept mimi nilitoa kipindi ambapo nilikuwa nafanya utafiti, kwa nini wastaafu wengi huwa hufa mapema. Nikaja na conclusion kwamba wastaafu wengi huwa wanakufa mapema kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni fedha, yani maana yake kipato. Mtu akiwa anafanya kazi fulani hivi kwa muda mrefu, kinachotokea ni kwamba anakuwa attached, anakuwa yupo kwenye ile kazi. Lakini ile kazi ile ambayo anaifanya inampatia kipato ambacho kinamfanya yeye aweze kuishi. Tunaona kwenye hilo, kinamfanya yeye aweze kuishi. Sasa pale endapo atakapostaafu, kipato chake kinarudi chini. Kikisharudi chini, anakuwa hana uwezo ule wa kuweza kufanya nini? Kuweza kuprovide, yani kuweza kwa familia yake au kwa yeye mwenyewe. Mwisho wa siku anapata depression, mwisho wa siku anapata magonjwa, mwisho wa siku anakufa kwa sababu kipato chake
kimekuwa kidogo. Na hisi tunaelewana kwenye hilo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kwa hiyo kwa mfano alikuwa anapata milioni 5 au milioni 2. Leo hii anapata 500,000. Inakuwa ni disaster. Kwa watu wa kawaida ambao tunaoishi katika maisha ya kawaida, kile kipato cha kawaida, sana sana mtu anafikia mara nyingi milioni 2. Anakuja kupata 500,000, 400,000. Pale manake akishapokea ile mshahara wake wa mwisho anakuwa hana kingine. Ule mshahara anautumia, tuseme eti sio mshahara, yani ile pension. Ile pension anaitumia vibaya au kino mgongo kinaisha. Kwa anabaki na ile hela ya kila mwisho wa mwezi ambao ni ndogo of course. Sababu ya pili ni nini ambayo niligundua mimi? Sababu ya pili ilikuwa ni kukosa purpose ya maisha. Hizo ni sababu mbili za wastaafu wengi ufa mapema. Wanakosa purpose ya maisha. Purpose ya maisha ni nini sasa? Purpose ya maisha ni kile kitu wewe unachokifanya kwa muda mrefu. Of course una uwezo wa kubadilisha purpose ya maisha yako. Hiyo ni tofauti na passion. Passion ni kile kitu ambacho wewe unapenda kukifanya, either umelipwa au haujalipwa. Kitu ambacho watu wengi wanakosea wanapozungumzia nini? Wanapozungumzia haya mambo labda ya development, personal development na hivyo vitu vingine. Mtu anakuambia, "Oh, fanya kazi unayoipenda." Ile passion yako. No. Unatakiwa ufanye kile kitu ambacho ni dhumuni lako. Dhumuni haliendani na kazi unayoipenda. Umeshaelewa? Mtu mwingine yeye dhumuni lake kwenye maisha inawezekana ikawa anafanya kazi muda mrefu, labda yeye ni dereva. Sawa, yeye ni dereva. Dereva yoyote ile, eza wa magari makubwa au dereva wa kawaida. Ile kazi sio kwamba anaipenda. Yeye inawezekana anapenda kupiga gitaa, au yeye anapenda kuimba, au yeye anapenda kucheza mpira, lakini kwa kweli ni kazi inampa kipato. Akifanya muda mrefu sasa katika maisha yake, ile ndio linakuwa dhumuni lake. Nitoe mzigo hapa nipeleke pale, au nitoe abiria salama na wafikishe salama. Anaweza akawa dereva, anaweza akawa pilot, anaweza akawa na nini. Tuondoe hizi nonsense za watu kusema, "Oh, jiajiri si nini na nini." Yaani, just shut the fuck up. Achana nao hao watu wanaongea hayo maneno ya kupumbavu, hawajui kitu chochote kinachoendelea duniani. Kwa hiyo sasa umeona? Sasa ile kazi ikienda ikishaisha. Yeye kumbuka huyu mtu ni dereva. Ile kazi ikienda ikishaisha au ameshafikia umri wake wa kustaafu, akiachana na ile kazi maana yake anakosa dhumuni la maisha. Tunaelewana? Anakosa dhumuni la maisha. Akikosa dhumuni la maisha, kinachotokea kama hatakuwa na dhumuni lingine, unaweza kubadilisha dhumuni la maisha. Purpose ya maisha unaweza kubadilisha. Kinachotokea huyu mtu maana yake ni kama sawa na programu ikiwa haina kazi ya kufanya inakuwa deleted. Ni sawa na wewe programu yoyote ambayo utakayoinstall kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako, ikiwa haina kazi, kuna muda mwingine zinawekwa kwenye sehemu ambayo zile programu ambazo hazitumiki. Baadaye unaona hii haina issue, unaidelete, unaifuta kwa sababu haina. Kwa hiyo mtu yule ambaye akikosa dhumuni kwenye maisha, kinachotokea baadaye anakufa. Hiyo ndo law. Hiyo ndo nature ya binadamu. Sasa utofauti upo wapi? Unakuta kuna watu, kwa mfano wazee wetu wa kijijini, wale dhumuni lao, wazee wetu wa kijijini miaka na miaka wanaishi miaka mingi. Sababu gani? Wale unakuta mzee labda mkulima, mwingine mvuvi, mwingine labda ni nani, wafugaji. Sawa? Yeye dhumuni lake ni kufuga. Purpose ya maisha ni kufuga, sio passion. Tutofautishe. Hapa ndo watu wengine wao wanawafundisha kwamba unakuta Mmasai amelelewa kwenye Umasai. Dhumuni la Wamasai ni ng'ombe. Lakini kuna Wamasai wanaimba. Kuna Wamasai wanajua kushona nguo, kufanya hivi vitu vingine. Kuna Wamasai wapo vizuri hata kwenye masomo na kuwapita watu wa kawaida. Lakini dhumuni lao la maisha ni ng'ombe. Yaani wewe ukienda kwa Mmasai wote, yeye ni ng'ombe. Yaani ng'ombe kwanza, afu mambo mengine yanayofuata. Dhumuni lao la maisha. Unakuta wale watu wengine ambao wapo kwenye maziwa na nini karibu na bahari, wao ni uvuvi. Yaani ni kuvua. Wanakuwa na passion zao, lakini dhumuni lao la maisha ni kuvua. Tumeelewana kwenye hilo. Kwa hiyo sasa kinachotokea, wale hawafi mapema kwa sababu gani? Dhumuni la maisha lipo. Hawana sehemu ya kustaafu. Wao ni nani? Wao ni wavuvi. Miaka yote watakuwa wavuvi mpaka wanakufa wanakuwa wavuvi. Kwa hawezi kustaafu uvuvi. Atakuwa mwisho wa siku atakuwa anampeleka mtoto wake au wajukuu zake, anawapeleka baharini nini, wanavua. Baadaye anakula mafao tu. Watu wanakuja, atakuwa na mitumbu yake au na nani zake nyingi. Dhumuni lake la kuvua lipo pale pale. Ataenda kuwa consultant labda. Mzee kijijini anakuwa anaendelea kufuga ng'ombe. Anaendelea kufuga na ufugaji wake. Mwingine mkulima anaendelea mimi na bibi yangu mpaka leo bado analima. Yaani ni mzee mpaka amechoka, lakini lazima aende kulima. Kwa sababu gani? Ile inamfanya awe na purpose, aendelee kuishi.
Kwa hiyo huyu jamaa sasa, yeye alichokiona baada ya kuuza ile kampuni yake ambayo imetengeneza ndani ya miaka 10, akawa anashangaa, mbona sijisikii kitu chochote? Ndo akaja kudiscover kwamba kumbe ile kampuni ambayo nilikuwa nimeianzisha na iendesha, sawa, ilikuwa ni dhumuni lake kwenye maisha. Baada ya kuiuza akajiona yupo empty inside, akajiona hana kitu. Why unadhani alijiona hana kitu? Kwa sababu dhumuni lilikuwa ile kampuni yake la maisha yake kuishi. Alivyoiuza akawa yani ana hela nyingi, alafu hajui cha kufanya. Pesa anayo lakini hajui cha kufanya. Kwa hiyo hapo ndo tofauti ambao unakuja kwamba jamani, kumbe kwenye maisha lazima uwe na dhumuni. Na hili mimi niligundua kipindi hiko nilipokuwa nafanya utafiti, kwa nini wazee wetu wanakufa mapema. Nikagundua sababu kubwa ni 2. Hizo zingine achana nazo. Kubwa ni 2. Pesa cha kwanza, cha pili dhumuni. Dhumuni la maisha ilikuwa halipo. Maana yake wewe lazima ufe, kwa sababu unakuwa ni kama program ambayo haihitajiki. Program isiyokuwa na hitaji, isiyokuwa na purpose kwenye sehemu yoyote, hata kwenye kompyuta yako au kwenye simu, lazima uidelete. Kwa mtu akiwa hana dhumuni la maisha, yeye mwenyewe inside anakufa. Hamna kitu atakachofanya, anakufa. Kwa hiyo lakini kuna uwezekano wa mtu huyu wa kuweza kubadilisha na kuweza kuwa na dhumuni lingine. Kwa hiyo jamaa akaandika kwenye hii article yake ambayo unaiona hapa na hiyo inayoonyesha hapa, akaandika jinsi gani alivyopata dhumuni lingine la kufanya kitu kingine. Kwa hiyo anazo hela nyingi, ana freedom ya kutosha, anatakiwa afanye nini? Anatakiwa afanye kitu kingine. Ndio maana unakuta hata mabilionea nani. Mimi siku zote wanaambia, kwani mabilionea wa staff? Uweze kukuta bilionea ka staff. Ndio Bill Gates ka staff, yes, amestaff kuwa nani CEO, lakini bado anaendesha nani ventures zingine kibao. Huko kuna Melinda Gates, huko kuna nini wapo. Warren Buffett anafanya nini mpaka leo? Warren Buffett mpaka leo hajastaff bado. Japokuwa ametangaza mwaka huu, si mwaka jana, mwaka huu mwanzoni. Mwaka jana mwishoni alikuwa amestaff, amesema ametangaza kustaff. Mtoto wake anaulizwa, anasema yule hata staff mpaka anakufa. Charlie Munger ambaye ndo right hand man au tuseme wing man wake, amekufa akiwa na miaka 94 kwenye kiti cha nani? Anasukumwa hivi na kiti na hakuwahi kustaafu. Tunazungumzia mabilionea. Sasa kwa nini sisi watu wa kawaida tunastaafu? Na ndio maana tukistaafu tunakufa. Mabilionea hawastaafu, wanakufa wakiwa na miaka 90. Sisi tunastaafu tuna miaka 55, utoboi miaka 10, miaka 3 tu unakufa na miaka 58. Saizi Marekani wameacha haya mambo ya kustaafu. Wao wanastaafu wakiwa na miaka 65 na bado wanaishi. Kwa sababu gani? Binadamu lazima uwe na dhumuni la kuishi. Usipokuwa na dhumuni la kuishi, you will die. Kuna watu wengine wavivu, produce chochote lakini wanaendelea kuishi kwa sababu wao ni wavivu. Kwa hiyo ule uvivu wao ndo kama dhumuni lao kwenye maisha. And then they keep living. Lakini kama wewe binadamu wa kawaida, wewe ni mwanamume au mwanamke, una dhumuni lako, unakuta kina mama wanaishi maisha marefu. Kwani dhumuni lao ni watoto wao? Wakiona watoto wanafurahi, mara wanajukuu, wanacheza, maisha yanasonga. Wewe kama mwanamume lazima uwe na kitu chako cha kufanya, kuweza kuinua na kukufanya uwe na dhumuni fulani la maisha. Ndio maana wazee wetu wa kijijini wao walikuwa wanaishi miaka mingi, wanaoendelea kuishi miaka mingi kwa sababu dhumuni lao lipo pale pale. Sisi ukishafanya kazi fulani kwa muda mrefu, ile inakuwa attached kwenye maisha yako, inakuwa kama dhumuni lako. Lakini unaweza kujitoa kwenye hiyo hali ukaanzisha dhumuni lingine kabla ya kustaafu au ukiwa unafanya kitu kingine. That's it guys. Okay guys, have a nice day. Thank you.